jamii ya Waluhya, jamii ya Iteso. Wote tuko nao hapa. Kuna wazee wengine pia huko njiani wanakuja, na pia watakuja kuzungumza na sisi baadaye. Na muhimu ni kwamba taifa la Kenya limepoteza shujaa, yule mtu ambaye alijitolea mhanga akaweka maisha yake on the line, bila wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. Maana yale matumaini yetu sisi wakati tulipata uhuru yalifika mahali yakapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze, na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Tukapata hiyo freedom ya kukaa pamoja na kuongea. Wakati huo, wakati wa Mzee Moi, mambo yalikuwa magumu sana. Baadaye pia Raila akapigania katiba mpya, katiba ya Kenya 2010. Kati ya katiba wakaweka kipengele cha muhimu sana kuhusu masuala ya ugatuzi, devolution, kwamba power, uwezo na mali rasilimali zitoke Nairobi zikuje mashinani. Yeye amekuwa anapigania hiyo, maana hajakuwa achieved mpaka sasa hivi, kwa sababu kuna wale ambao hawaamini katika maadili ya devolution, bado wanakuandilia fedha kule Nairobi. Lakini kama kuna jambo ambalo tutakumbuka Raila, mambo ya katiba, ni mambo ya kuleta ugatuzi, na mpaka sasa alikuwa anasema fedha nyingi zikuje mashinani, fedha za kuunda barabara zikuje mashinani. Kwa hivyo mnaweza kuwa mnakiziana kidogo na approach. Kama mimi tukakubaliana mambo ya kwenda kwa broad based, maana kwa tumesema tubaki katika azimio, tuweke katika hii serikali on its toes kama upinzani. Hapo tuko tunapitana naye kidogo. Lakini kwa masuala ya kitaifa, na vile mimi alijitolea mhanga na kufanyia Kenya taifa kazi nzuri, sisi lazima tumuenzi Raila. Ametujenga. Mimi nikikuja kwa siasa, yeye alikuja kanishika mkono, na wale watu ambao walikuwa wanasimama kwa chama cha ODM kule Trans Nzoia, wote aliwaambia, mara moja, sio mara tatu, hata alikasirika akasema anaweza kupiga mtu. Mbona wanajaribu kunipinga? Na mimi nikakuwa na njia rahisi sana ya kukua gavana. Amekuwa role model mzuri sana. Hata mkiona tunaongea bila uoga, tunajua kwamba unaweza kuongea bila uoga, hata wanaweza kukufinya, lakini kama unafanya kazi ya Mungu, hiyo haitakuua. Utatoka mpaka umalize kazi ya Mungu, vile Raila amefanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo tunashukuru na tunaomba kwamba tukue na mazishi ambayo itakuwa ya amani, si ndio? Watu wasizozane, watu wasipigane. So far so good. Ile emotions ambao Kenya wameonyesha, it has never been seen. Hata wakati Kenyatta alizikwa, Moi akizikwa, Kibaki akizikwa, hata wakati Omolo alizikwa, hatujaona zile emotions. Maana Raila alikuwa ni mtu ambaye alikuwa in touch na wananchi. Kila mtu ana feel personal loss. Maana kuna one way another Raila amekuza personally. Sio kama tu prime minister, au sio kama MP, sio kama nani, lakini kama an individual alikuguza mali. Labda alisema jambo ambalo lilikuwa linakufinya na kuona mabadiliko yamefanya nini? Yamepatikana. So tulie Raila, na tulie Raila kwa njia ambayo ni nzuri, bila mambo ya fujo. Wala ambao wanaona watakuwa mayatima wa siasa, tafadhali watu wasilie. Maana Raila pia amewacha nyuma, ametumenta sisi tunakuja, tunatembea kwa miguu zake, will not go wrong. Wala ambao pia wanakuwa uoga sana, pia hiyo uoga wafanye nini? Waweke chini. Maana uoga haiwezi kusaidia. Maana anaogopa nini? Toka nje. Ukikuwa muoga, watu wengine wataumia. Kama Mwenyezi Mungu amekupatia nafasi vile alipatia Raila, aliitumia vizuri, ndiposa tunalia. Kuna wenzake pia ambao wazaliwa na Raila, wamekuwa na Raila, lakini kuna mtu ambaye atawakumbuka kwa sababu hii mambo ya uoga. Unajua kitu ni kibaya na unanyamaza ukisema. Taifa la Kenya leo kwa mikono mizuri, tupewe time ya kumwona Raila, alafu tukijipanga bila taifa la Kenya litaendelea. Kwa mimi nawashukuru sana. Raila alikuja kule kwetu wakati wa Malo kijana alikufa, alileta ng'ombe wengi sana, na akalia na sisi sana, na sisi tukampenda sana. Yeye ndiye amekuwa political leader wa Western. Kwa hivyo wakati watu wa Nyanza wanalia kwamba kiongozi wao amekufa, mkumbuke kwamba pia Western kiongozi wetu wa kisiasa amekuwa ni nani? Amekuwa ni Raila Odinga. Lakini ametufuza sisi. Tutashikilia hatamu ya uongozi. Wakati yeye ametoka, hakutakuwa na vya ubaki. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante.